Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Apige fine ya milioni 5 na yeye, lakini aondolewe kwenye ile sekta. Lakini mwamuzi hata ameenda kupewa onyo. Hii maana yake nini? Kwa maana yake kuna watu ambao wamepangiwa msimu huu ili waondolewe mchezoni mapema, watu wakapata matokeo. Wapo ambao wamepangiwa kupata matokeo mapema wakatangaza ubingwa. Yaani mfumo wa FVS haukuja kwa ajili ya kusaidia mpira tu. Umekuja Yanga Afrika wanacheza kiufasaha. Wanacheza kiufasaha, kwani wao wamecheza na nani? Wao wamepata mechi gani ngumu ya kiushindani? Mechi zote walizocheza zote ni mabonanza. Ni ugumu wa mechi. Lakini mcheze faulu, si ndio? Sio tucheze faulu, ni faulu ya kawaida, sio ya red card. Kwani hao nyuma mwiko kucheza faulu kwenye michezo yao miwili? Kuna mchezo ngao jamii wamecheza faulu kule? Au kuona tukio la Sharulile kwenye eneo la boxi hakupewa umeme na wala kupewa chochote na wala tukunufaika na tuta, au sio? Mfumo huu umetumika ndio kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo waamuzi watakuwa kauangalia mfumo, sio kuutumia kwa ajili ya kuumiza Simba. Haya mabeki wote sisi hawapo hapa pembeni. Kinachotokea mimi lazima niende nikachukue ile position nikacheze. Mnandi, sio kwamba beki zenu bora dhaifu zinashindwa kucheza mpira kiufasaha. Sio kweli, sisi tunaangalia mfumo wa VAR unatumika barani Ulaya. Tumeona hata kwenye bara letu la Afrika kwenye hatua ya makundi kwenye Champions League huwa unatumika ule mfumo. Lakini hautumiki sio kila tukio kwenda kuliamua red card. Tukio la kawaida sana ukiliangalia lile. Sio la kwenda kutoa red card. Kwa maamuzi binafsi watakuwa wabadilike. Sawa? Wabadilike, lakini pia Tatu Malongo tunataka tumsikie kafungiwa na kapigwa faini ya milioni 5 kwa sababu maamuzi ndo anaharibu mchezo. Pia aondolewe kabisa kwenye waamuzi. Nyie ndio mlikuwa mnalalamika mnaonewa. Pengine huu mfumo tulijua nyie ndio mtaupokea kwa mikono miwili, lakini nyie wana Simba bado mnaulaumu, ndio wa kwanza kulaumu mfumo. Mimi nauliza tukio dogo tu. Mfumo umeanza kutumika kwenye ngao ya jamii New Amani Zanzibar. Sawa? Tukio la Sharulile mliliona Antoni Mligo. Kilitokea nini? Alipeleka mguu usoni, kila mtu kaona. Wanasema hawakuona la jiga. Mligo aliingia mwenyewe. Sio kweli. Tukio lile lilomkuta Duchu zidi ya Kagera ndio tukio lile alilofanya Sharulile kwa nani? Kwa huyu nani? Kibabage wote tumeona. Lakini mwisho wa siku no doubt tukio la leo likustahili red card. Ni usanii ambao unaanza kuletwa. Huku mwamuzi anaharibu mechi, kamati ndio inaenda kuamua wakati mfumo wa FVS upo. Maana yake nini? Mwamuzi yule atakuwa aondolewe kwenye hatua ya waamuzi, lakini apigwe faini ya milioni 5 sababu ndo kaharibu ule mchezo. Maana istahili kupewa umeme toka siku ile. Lakini leo tunaona mwamuzi anakuja na matokeo yake mfukoni. Sasa mfumo maana yake hauwezi kwenda kutunufaisha kwenye ligi yetu. Kwa nini Simba kila siku mnalalamika, sio Yanga? Azam, Yanga hajawahi kulalamikia mfumo toka uanze. Wao hawaja kulalamika, wamekataliwa magoli yao mangapi? Si matatu. Juzi tumeona magoli ya Sharulile mle wote wanamwambia mwamuzi akachungulie. Kwani leo tumefunga goli la offside? Simba waliforce wakachungulie. Hawatukufunga. Alienda mwamuzi kwenda kuchungulia. Wao magoli mawili zidi ya Coast. Mwamuzi kaenda kuchungulia. Kwa hiyo huu mfumo umekuja kwa ajili ya kuwanufaisha baadhi ya watu, lakini sio kusaidia mpira wetu. Sasa haiwezekani kila mechi mtu apate red card. Ni uongo. Mchezo kwa ujumla ulikuwaje Mnandi? Mchezo ulikuwa mzuri, mchezo wa kushindani, lakini leo wachezaji wa Singida wamekuja kwa ajili ya kucheza rafu kwa sababu wamekuja kwa mpango mkakati kwa sababu wameahidiwa magari. Hasa walivyojua sije wameahidiwa na nani? Wapo kuna watu wamewaahidi magari, kwa sababu wanaahidiaga hela wakaona haitoshi. Waweke Toyota Crown ili wapate. Sasa leo yule mchezaji walitegemea kwamba atatufunga. Mwisho wa siku anatoka anavuta jasho. Mchezaji gani? Si huyo Black Lion? Nani, Jonathan? Katoka mweupe anavuja jasho tu. Hakuna hata goli la offside. Timu inamaliza mechi hata kona moja haijapiga. Sasa hiyo timu hiyo. Si kikundi cha wauni tu. Singida kikundi cha wauni. Kikundi cha wauni tu. Singida imekuja kwenye ligi kwa ajili ya kumzoofisha Simba tu. Na ndio maana wakaona matokeo hakuna, bora watoe red card. Ili upande ule wa kushoto tu hatuna beki. Ule mwingine kaumia tu hatuna beki kabisa. Kuzoofisha Simba kivipi? Ile sio faulu ya red card. Ile faulu ni nyepesi sana, sio red card. Sasa Singida ndio alitoa maamuzi. Nisikilize kwa makini. Kama mwamuzi angetaka kutenda haki, lile tukio la Elimu Panzu angefunika tuta. Kama umefuatilia vizuri. FVS imekataa. Nisikilize, tukio la Elimu Panzu ilikuwa anastahili kwenda kufunika tuta. Kachungulia kile kasema hapana. Lakini ile faulu rahisi tu. Sawa, katoa red card. Maana yake nini? Mnandi, ukiachana na hayo, Libasa Gay assist ya 4 kwenye mechi 3 za ligi alizocheza. Ndio mchezaji mliokuwa mnamtaka na mnahisi kupitia yeye Simba itaonyesha ubora wake. No doubt. Libasa Gwe ni mchezaji wa aina yake na ndio maana tuliona baada ya mchezo wa ngao ya jamii kwisha, tumemwona yule kiongozi wao anajifanya mafia, alafu anadaiwa madeni mpaka na watoto hapa nyumbani. Anazalilishwa sasa hivi. Alikuwa anaongea nayo yeye na Rushaini, maana yake anawahitaji, ikiwezekana dirisha dogo hawapati. Kama anataka kusajili kupitia Simba, aje akae na sisi, atoe hela tuwauzie. Kama tulivyokuwa hivi tunataka hela Selemani Mwalimu. Wao wamemchukua kambini. Toeni hela ndipo wacheze. Ibrahim Dumbia bora ya jana kila siku. Ibrahim Dumbia ni mchezaji ambaye atakuwa kuzoea mazingira, muda ni bado kama alivyokuwa tu ndugu yetu nani Pacome ambaye sasa hivi kwenye majeraha. Pacome hakuika pale alivyoingia. Alijifua kwenye mchanga. Baada hapo Pacome tumemwona kuwa mchezaji mkubwa. Kwa hiyo naamini binafsi ni muda wa kujituma. Baada hapo atafanya vizuri. Kikubwa asisikilize makelele ya mashabiki, apambane uwanjani. Hata Chama bao lake la pili kwenye mechi ya 3. Pengine ni mwanzo mzuri au una kitu gani cha kuzungumza kuhusiana na Clatous? Mwanzo wake mzuri, lakini na maoni yangu kwa Elimu Panzu Kibisawala. Alifanya matukio hayo msimu uliopita, lakini msimu pia anataka kurejea tena na yale matukio. Elimu Panzu atakuwa kuacha uchoyo. Pamoja amepangwa kwenye force number 9.
Atakuwa abadilike, acheze mpira kushirikiana na wenzake. Libasa ukiangalia tukio la goli la kwanza peka kafunga Chama. Libasa alikuwa anaweza kuingia na kufunga mwenyewe, lakini akatoa nafasi Chama aweze kufunga, lakini yeye kaingia kwenye box, ana nafasi ya kumpa mwenzake, lakini kaforce kuingia akafunge mwenyewe. Mwisho wa siku kipa amekuja, ameshindwa kwenda kuscore. Kwa hiyo tunamuomba ili Mpanzu abadilike. Aache uchoyo anapoingia kwenye 18 ya mpinzani, kwa sababu mechi nyingine ni ngumu. Inaweza kawa chance moja hiyo hiyo ukashindwa kuitumia, wenzako wakaitumia. Kwa hiyo naamini binafsi abadilike kwenye michezo inayokuja, kwa sababu Simba imejipanga kuchukua makombe yote ndani, lakini tumejipanga msimu huu kwenda kucheza finali ya Champions League. Chilambo ameendelea kuonesha ubabe na baadhi ya watu wanazungumza kwamba Chilambo anacheza namba gani? Kila sehemu anazunguka. Kiwango chake umekonaje kwenye mchezo wa leo? Inawezekana mechi inakosa naye akapewa umeme, kwa sababu sasa hivi kuna mpango mkakati. Mabeki wote kuwamaliza wakakaa mbao ndefu. Kwa hii kazi ambayo anaifanya Chilambo, maana na yeye mechi inayofuata atapigwa umeme, kwa sababu kuna mpango mkakati. Kila tukio tu wachezaji wa Simba akapewa umeme waonekane ni watovu wa nidhamu, lakini sio kweli. Kama kweli ni watovu wa nidhamu, ni mipango mkakati imeandaliwa. Angalia hata mechi zetu tatu zote ni mechi, lakini wenzetu angalia wamepangiwa vitonga tu. Mpaka wanacheza mabonanza. Wewe mechi ya kwanza ya ligi watu wako kwenye bonanza. Hivi ingekuwa ngumu wangekaa pale KMC, maana wangeenda kule Luanga. Lakini wanachajua mechi tunapata. Angalia mechi ya Coast. Coast wamekaa nyuma muda wote wasubiri kufungwa tu. Sio ubora. Hakuna ubora bwana. Wewe Coast wamecheza mpira gani juzi? Kulikuwa na mechi pale. Kwa moto wa lako umepata hasara. Lakini angalia mechi za Simba zote ni ngumu. Hakuna mechi nyepesi hata moja. Mechi zote zilikuwa ngumu na tumechukua alama 9 na nahakisha kwa mfumo huu wachelee kutupa red card, lakini mwisho wa siku sisi mashabiki tutachukua nafasi, tutaenda kucheza na Simba atakuwa mabingwa. Kuna wasiwasi na klabu ya Nyaragас kwa namna ambavyo wanacheza. Mimi binafsi kwa jinsi wanavyocheza siwaoni kama mwaka wanaenda kutetea ubingwa. Mwaka hakuna nyumba nyeupe wala nyeusi. Hizi red card tunazozipata sisi hawana muda mrefu, wataingia kwenye vigingi na watakula red card bila shaka. Mimi naamini hilo. Kwa uchezaji ule. Mimi nakwambia Simba performance yake umeiona Singida mpaka mechi inaisha atakona ana. Timu kubwa hiyo na imesajili eti kina Ngoma aje kucheza kwetu. Ngoma akacheze Kongo huko, sio kwa Simba Sports. Sisi tunapiga boli tu na mwaka huu tutachimba sana dawa. Yaani hichi kibego umeona mwaka huu tutachimba sana dawa. Yaani hatutowaacha salama, tutachimba sana dawa. Wewe unasema mmepanda na kisukari mapema sana. Hakuna kisukari, kwenye ukweli lazima tuseme. Sio kila tukio la kwenda kuchungulia kwenye FVS na sio kila tukio la kwenda kutoa red card. Kuna matukio mengine ya kutoa yellow na kuna matukio mengine unafanya fair challenge, maisha mengine yanaendelea. Kiwango cha Rushan Derek umekionaje? Lakini pia baadhi ya watu wameshaanza kuzungumza kama ameshuka hivi. Hakuna cha kushuka. Rushaini bado ni yule, inategemea tu kwa kila siku hawezi kuamka akiwa sawa kama siku nyingine. Kwa hiyo naamini binafsi bado yuko bora na hata leo amefanya kazi yake ikiwa bora, na Simba binafsi imetoka ikipata alama 3 muhimu, pamoja ni mchezo wa pili tunaruhusu goli, lakini unaona na timu gani ambayo tumecheza nayo. Kwa sababu wao wameletwa kwa ajili yetu sisi. Lakini mwisho wa siku wamepata goli, lakini huu ni mchezo wao wa 5 katika msimu wao huu wa 3 tumeanza nao, tumewakanda tena kama msimu uliopita. Tumeanzia pale pale tulikoishia 2-1 na hii ni 2-1. Mnandi, pengo la golikipa Kasali mnaliona ndani ya Simba? Kwa mimi binafsi pengo la Kasali bado silioni, kwa sababu hata tukio la leo alilofanya golikipa wetu Abeli ni tukio la kawaida. Hata golikipa yote anafanya, kwa sababu hata huyo tunamzungumzia alikuwa analalamikiwa sana kwenye michezo ya msimu uliopita, na hata alivyoanza msimu huu watu walikuwa wamelalamika sana kwamba golikipa ikiwezekana tupishi aje golikipa mwingine. Kwa hiyo naamini ni matokeo tu ya mchezo yalikuwa hivyo na kwenda kuruhusu goli. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.